Naam, hii ni Goat Sports na tunajaribu kidogo kuangalia michuano ya AFCON ambayo inaendelea kwa nchini Morocco. Na stori kubwa Tanzania ni timu ya taifa Tanzania qualify hatua ya 16 bora katika michuano ya AFCON. Mara kwanza kabisa Tanzania inafanya hivyo katika michuano mikubwa kabisa barani Afrika. Kwa Tanzania imeshiriki AFCON hii ni AFCON yake ya 4. Kufanya hivyo mara ya kwanza mwaka 1980, ikafanya hivyo mara ya pili mwaka 2019, ikafanya hivyo mara ya tatu mwaka 2023 na hii ni mara ya 4 mwaka 2025. Mwaka 2025 Tanzania kwa mara ya kwanza kabisa imequalify hatua ya knockout stages katika michuano ya AFCON. Kwa pointi mbili katika kundi lao ambalo kwa kundi gumu au moja makundi mazito ikiwa na wakubwa kama vile Nigeria, timu ya Tunisia pamoja na wenzetu Uganda. Tanzania imepata pointi mbili na kuweza kutenga hatua ya 16 bora ya michuano hii ya AFCON. Nafasi ilibakia moja ya best loser. Kwa best loser nafasi 4 tayari zilijulikana, ikawa bakia nafasi moja na Tanzania na Angola walikuwa na compete katika hiyo nafasi moja kuweza kuingia hatua ya 16 bora. Ilikuwaje mpaka Tanzania amebiti Angola, kati Angola na Tanzania wote wana pointi mbili. Scenario iko hivi. CAF wanaangalia cha kwanza ni head to head. Tukutana kama mko kundi moja wataangalia nani apata matokeo chanya pale mlipokutana. Lakini katokea scenario kama hii ambako watu makundi tofauti lakini wamengana point, tunachoangalia ni goal difference. Ukiangalia timu ya Angola wao walifunga magoli mawili wakaweza kuhusu kufungwa magoli matatu. Kwa 2-3 wanabakiwa na -1, wanadaiwa goli moja. Lakini timu ya Tanzania walichukua magoli matatu na wakafungwa magoli 4. 3-4 unapata pia ni -1. Kwa Tanzania na Angola wote wana -1, lakini timu ya Tanzania imetinga hatua ya 16 bora baada ya kuwa imefunga magoli matatu wakati wao Angola wakiwa wamefunga magoli mawili. AFCON iliyopita mwaka 2023 Tanzania pia ilikuwa na pointi mbili, kundi F, lakini kwa siku tulishia hatua ya makundi tumaliza nafasi ya mwisho kabisa katika kundi F. Lakini mwaka huu tuna pointi mbili, pointi mbili hizo pia zimetupeleka hatua ya 16 bora. Cha kushangaza ni nini? Cha kushangaza ni kwamba tunarudi katika CAF kwamba inakuwaje pointi 3, pointi 2 mtu anaqualify hatua ya 16 bora. Jambo kidogo la kushangaza au jambo ambalo pia CAF inabidi litafakari upya kwa sababu michuano hii ni michuano mikubwa sana na inabidi kuwa kuna competition ya juu sana. So kama pointi mbili zinafanya mtu anaingia hatua 16 bora, timu inashinda mechi hata moja lakini inaingia hatua 16 bora. Jambo kidogo la kujitafakari kuweza kuangalia, je, michuano hii ni kweli ina competition ambayo inahitajika? Kwa mfano, tunakuja kwenye michuano ya CAF ngazi ya vilabu. Ngazi ya vilabu wana michuano ya CAF Champions League. Of course pale inakuwa timu 16 peke yake ambapo tayari watu wameshapigana mwanzoni huko. So timu 16 tu ndio zinaingia hatua ya makundi. So from there moja kwa moja mtu anakuwa anaingia hatua ya robo finali, semi final mpaka hatua ya finali. Ndio maana kuingia hatua ya robo finali katika michuano ya CAF ni ngumu sana sababu lazima uwe vizuri sana kuingia hatua ya robo finali sababu tayari pale timu 16 peke yake zinakutana katika michuano hiyo ya kumtafuta bingwa wa Afrika katika ngazi ya vilabu. Kwenye national team scenario ni tofauti. Kwa timu 24, timu 24 kwa timu zina misi ili kuweza kufikia zile timu 16. Kwa hiyo lazima tafute best losers ambao wanakuwa ni 4. Na hapo ndipo inatokea kwamba mwenye pointi nzuri au aliyepoteza lakini angalau amepoteza si kwa ubaya zaidi kwa wenzake anaingia hatua ya 16 bora. Bingwa mchezo mwaka huu, bingwa mtetezi ni Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Of course walikuwa machampioni wakiwa pia ni best losers. Unajua AFCON iliyopita kwa Cote d'Ivoire wao pia Ivory Coast walimaliza watatu kwenye kundi lao. Kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na Equatorial Guinea ambao mwaka huu Equatorial Guinea wao wameshia hatua ya makundi na kuweza kurudi nyumbani kwao. Cote d'Ivoire aliingia kama best loser lakini sisi wakaenda akawa machampioni wa michuano mikubwa kabisa Afrika katika ngazi ya national team. So this time around Tanzania kwa mara ya kwanza chini ya Gamondi wamequalify hatua ya 16 bora, lakini issue ni kwamba hatujashinda mechi hata moja katika miaka 4 au michuano mingi tofauti ambayo tumeshiriki mwaka 80, mwaka 2019, mwaka 2023 pamoja na mwaka 2025. Yote yanawezekana. Sasa nani mpango naye tunapanga kukutana timu ya Morocco ambao ndio waandaji michuano hii ambao Jumapili tarehe 4 mwaka 2026 Januari saa 1 kamili usiku Tanzania itakuwa inakabiliana na timu ya taifa ya Morocco. Sasa pale ndio kipimo chetu cha mwisho kabisa kuona kweli je, tuna deserve kuendelea kusonga mbele au kufika hatua ya 16 bora ni bonus na tunashukuru na kuweza kurudi nyumbani na kuendelea na mambo mengine. Kazi kubwa au ishi kubwa ni kwamba CAF wajitafakari sana kwa sababu inakuwa changamoto sana au inakuwa ni jambo la kufika sana kwamba pointi mbili au timu haijashinda mechi hata moja
wanakuwa wamequalify hatua ya 16 bora. Pia timu ya taifa Mali tunakumbusha tu kwamba nao wanaingia hatua ya 16 bora, lakini ikiwa hawajashinda mechi hata moja, wakidraw zote mechi tatu zote, maana yake wana point 3 ambazo zinapeleka hatua ya 16 bora. Tanzania kama Tanzania tuna pointi 2 kwa nasema hapo awali, tunaingia hatua ya 16 bora, lakini katika historia ya taifa Tanzania hajashinda mechi hata moja katika mchano hii ya AFCON. Tumequalify hatua 16 bora pasipo kushinda mechi hata moja. Jambo la historia, jambo la kukumbuka zaidi, lakini CAF walitafakari upya katika mchano hii ya AFCON ambapo waamue aidha waongeze timu 32 au wapunguze timu kubakia 16 ili tuweze kupata competition ambayo ni hali ya juu sana kuweza kupata mshindi ambaye ni kweli mshindi. Hata kienda katika ngazi za national team mbele huko kwenye World Cup kukutana na timu zetu kule Ulaya, basi anatoa competition ambayo ni hali ya juu sana. Tanzania dhidi ya Morocco ni tarehe 4 Januari saa 1 kamili usiku. Subiri tuone, macho haya danganya. Sports. Quiet.